Sana. Bwana asifiwe sana. Waebrania 9:11 anasema, lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyiziwa wenye uchafu kutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Mstari wa 22, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Takuja Petro wa kwanza 2. Petro wa kwanza 2 mstari wa 20 mpaka 25. Petro wa kwanza 2:22 mpaka 25. Biblia inasema, yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupiga kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Bwana asifiwe sana. Tuguse kidogo na Mathayo 27. Mathayo 27:22. Biblia inasema, Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamzihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumzihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka,
wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake, na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kula, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kula. Wakaketi wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashitaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao, wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mtakatifu, na kushukuru, asante kwa ajili ya muda mzuri ambao Mungu umetupa. Yesu, ikiwa ni wiki ya Pasaka na siku ya leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, tunakumbuka mateso yako ambayo Mungu ulitesa pale msalabani kwa ajili yetu. Asante kwa kuwa Mungu ulitufia, na kwa kufa kwako Mungu sisi tulipona. Asante kwa ajili ya kila mmoja alipo Mungu mahali hapa, wakati huu ambao Mungu tunaenda kujifunza maneno yako. Mungu mtakatifu, tunatamani Mungu useme na maisha yetu. Maneno yako Mungu yakalete uponyaji, yakalete uzima, yakalete faraja, yakalete tumaini. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu mtakatifu, na mweka kila mmoja Mungu mahali hapa, na mkabidhi mikononi mwako Baba, ukamhudumie mwenyewe, nami niko tayari kutumika kama chombo chako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Tuko kwenye wiki ya Pasaka kama nilivyosema. Leo ni Ijumaa Kuu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa madhehebu mengine wanakuwa na Alhamisi Kuu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wanakuwa na Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu ni siku ambayo tunakumbuka Yesu alikuwa amekaa na mitume wake. Bwana asifiwe. Wakawa wamekaa na mitume wake, ukawa na chakula cha ushirika. Bwana asifiwe. Wakawa wanafanya nini? Ushirika. Ndipo Yesu anageuza mzabibu kuwa damu yake, lakini na mkate kuwa mwili wake. Akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Na katika wakati huo wakiwa wanafanya ushirika, ndipo muibua msaliti, mtu atakaye msaliti Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hiyo ni Alhamisi Kuu. Bwana asifiwe. Ukisoma kwenye Mathayo 27 pale kuanzia mwanzo, sisi tumeanzia katikati, lakini mwanzoni pale anaanza kuelezea hizo stori zote mpaka tunapofika
kwenye wakati ambao amekaa na wale mitume 12, anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana asifiwe sana. Na anasema katikati yenu yupo mmoja atakayenisaliti. Bwana asifiwe sana. Yuda anaonekana ndio atakayemsaliti nani? Atakayemsaliti Yesu. Bwana asifiwe sana. Wakiwa wanafanya ushirika pale, ndipo msaliti anaibuliwa. Lakini Yuda alikuwa amekaa na Yesu kwa muda wa miaka 3 yote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni Alhamisi Kuu. Leo ni Ijumaa Kuu. Bwana asifiwe. Ijumaa Kuu saa 9 tukiwa Roma kule ni muda ambao tunaamini Yesu alikufa saa 9. Bwana asifiwe sana. Na ni kweli Biblia imeandika hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa wale wenzetu Roma ni kule huwa wanafuata zile protocol zote zile. Bwana asifiwe sana. Za Ijumaa Kuu. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa sababu ni semina ya Pasaka, lazima tujue nini maana nini ya Pasaka. Nimesema leo nitaongelea kile cha kwanza, kile cha kwanza, kile cha Biblia kinasemaje? Ukombozi kupitia. Bwana asifiwe sana. Hili hapa hili kile cha habari kimekuja sasa hivi, ukombozi kupitia damu. Kwani andika kabisa. Bwana asifiwe. Kupitia damu. Ukombozi kupitia damu. Bwana asifiwe sana. Tunapozungumzia Pasaka hatuwezi kuitenganisha Pasaka na damu. Bwana asifiwe. Yaani tunapozungumzia Pasaka hatuwezi kuitenga Pasaka na nini? Na damu. Na ndio maana leo natamani tuongelee kwa habari ya ukombozi kupitia nini? Kupitia damu. Bwana asifiwe sana. Pasaka ni sadaka ya damu ambayo ilimwagika kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni sadaka ya damu ambayo ilimwagika kwa ajili ya dhambi zetu. Hii sadaka ya damu ambayo ilimwagika kwa ajili ya dhambi zetu tunakumbuka hata kwenye Kutoka kule. Bwana asifiwe. Kwenye Kutoka kule kuanzia sura ya 7 mtiririko unaanza kuanzia sura ya 7 mpaka sura ya 12 mpaka kwenye ile pigo la mwisho la 10. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaona Mungu mwenyewe anatoa maagizo kwa wana wa Israeli kwamba watachinja mwana kondoo na ile damu yake wataipaka kwenye miimo ya nini? Ng'ombe. Bwana sana. Sasa maana yake Pasaka inahusika sana, yani huwezi kuitenga Pasaka na damu. Bwana asifiwe. Yani Pasaka na damu huwezi kufanyeje? Kuitenga. Na ili tujue kwamba hatuwezi kuitenga Pasaka na damu, tunajua kabisa hata ukombozi wetu sisi ulifanywa kwa njia nini? Ya damu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na mtu wa kwanza kabisa kuanza kumwaga damu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Tena ni wazi kupenda yeye. Tunaambia Mungu alimwagaje kabisa na nini? Tunakumbuka wakati Adam na Eva wamekosea Mungu, walijificha kidogo. Walipojificha wakajifanyia mavazi. Bwana asifiwe sana. Lakini mavazi yao ndio walifunga magome nini? Majani ya miti, wakajifunga. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akawapa mavazi, akawapiga mavazi. Mavazi aliyopiga Mungu ilikuwa ni nini? Nini? Ngozi. Ngozi ilifanya nini kwa mwana damu? Bwana asifiwe sana. Ngozi iliyokota. Bwana asifiwe. Ngozi ya nini? Ya kondoo. Bwana asifiwe sana. Maana yake Mungu mwenyewe alimwaga damu ili awafiche na ili aibu ambayo walikuwa nayo. Ndio hivyo. Wao walipofanya dhambi wakajiona wako uchi, ikabidi wajifiche. Bwana asifiwe sana. Wakajifunga kwa matawi ya miti, wakijiona kwamba wamejifunika. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akana yale matawi ya miti hayawezi kufunika. Bwana asifiwe sana. Hayawezi kufanyaje? Kufunika. Akawatengenezea mavazi akatengenezea, akawapa ngozi, akawafunika kwa nini? Kwa ngozi. Kwa hiyo kabisa Mungu anaanza kuificha aibu ya Adamu na Eva ambayo imetokana na ile dhambi waliyofanya, anaifunika kwa ngozi ya mnyama. Bwana asifiwe sana. Maana yake ile ngozi ipatikana baada ya kufanyaje? Na kumwaga nini? Na kumwaga damu. Kwa Mungu mwenyewe alianza kumwaga nini? Damu. Bwana asifiwe sana. Maana yake tunasemaje? Tunasema mpango wa ukombozi Mungu alianza kutengeneza tangu kwenye kufanya nini? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maana yake mpango wa ukombozi Mungu aliweza kutengeneza kwenye bustani ya Edeni. Watumishi wa Mungu, kuokolewa kwetu si kwa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Kuokolewa kwetu si kwa bahati mbaya, ni kama kufika kabisa. Na huo mpango wa ukombozi Mungu aliweza kutengeneza tangu kwenye bustani ya nini? Ya Edeni. Walipoanguka tu, Mungu akaona haitoshi kujifunika na haya majani ya miti. Majani ya miti hayawezi kuwafunika.
Maana yake dhambi waliokuwa wametenda, magome ya miti, majani ya miti hayakutosha kufunika dhambi yao. Bwana sana. Maana yake ilibidi awafunike mwenyewe kwa ngozi ya mnyama. Bwana asifiwe. Hapo tunasoma kwenye Mwanzo 3:21. Bwana asifiwe. Mwanzo 3:21. Na kwa sababu tuko darasani, tujifunze kwa kufuata maandiko kwetu, kwa kusoma maandiko. Mwanzo 3:21 Biblia inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana asifiwe sana. Mwanzo 3:21. Kwa hiyo swala la ukombozi kwa mwanadamu halikuja kwa bahati mbaya. Ni Mungu mwenyewe alianza kuitengeneza. Tangu kwenye bustani, tangu wanaanguka tu pale tu walipogundua makosa yao, wakajificha na wakajifunika na yale majani ya miti yaliyofunika yale. Mungu akaona itoshi, akawafunika kwa ngozi ya mnyama. Maana yake pale Mungu ilibidi amwage damu ya mwana kondoo ili ipatikane ngozi ya kuwafunika wale. Bwana sana. Sasa kwa kipindi kile, ile ilikuwa ni agano la kale, damu tu haikutosha. Bwana sana. Na ndio maana kusoma Mwanzo kuna siri nyingi sana, matukio yanatokea hapa ambayo ni maandalizi ambayo Mungu anayatengeneza kwa ajili ya kuleta ukombozi wa wetu. Bwana sana. Haya maandalizi ni maandalizi makubwa ambayo Mungu mwenyewe anayafanya kwa ajili ya kuleta ukombozi kwetu. Bwana sana. Kwa hiyo Bwana anafanya mavazi ya ngozi, anawavisha Adamu na Eva. Bwana siwe. Sasa ili ujue kwamba swala la ukombozi kwetu sisi halikuwa la bahati mbaya, tunaona pia pale kuna swala la kwenda utumwani linatabiriwa. Bwana siwe. Bwana sana. Ibrahim akiwa ni mwenye haki kabisa wa Mungu. Bwana siwe. Mwanzo 15, andika Mwanzo 15 hapo. Mwanzo 15 ile mstari wa kwanza mpaka 15, lakini nitasoma tu 13 mpaka 15 pale. Mwanzo 15 pale tunamuona Ibrahim, Bwana si sana, anamuona Mungu katika njozi. Bwana siwe. Na Mungu anamwahidi ahadi nyingi sana Ibrahim, na anamwambia, na wakati huo tukumbuke Ibrahim bado alikuwa hajampata nani? Hajampata Isaka, si ndio hivyo? Alikuwa hajampata Isaka, si ndio hivyo? Na kwa kipindi hicho alikuwa na mtoto tu ambaye amepata kutoka kwa nani? Kwa kijakazi. Bwana si sana. Lakini bado Isaka alikuwa bado hajafanyeje? Hajampata. Bwana siwe. Isaka alikuwa bado hajafanyeje? Hajampata. Na mke wake kipindi hicho ana umri wa miaka mingapi? 90, si ndio hivyo? Ile amekuwa na miaka 100, walipishana miaka 10, si ndio hivyo? Bwana si sana. Bwana si sana. Anaahidiwa Ibrahim kwenye hii Mwanzo 15 mstari wa 26 huu, anamwambia hivi. Mwanzo 15:13 pale anasema kwa watu wazi tu, mstari wa kwanza. Sasa baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, yeye Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hadi sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezer Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mlisi wangu. Nao neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kulisi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kulisi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wake. Kwa Ibrahim anaanza kupewa ahadi kwamba uzao wake utakuwa kama nyota za mbinguni. Bwana si sana. Bwana asiwe. Na anasema namba 6, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirisi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairisi? Akamwambia, unipatie ndama na wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ili ndege hakuwapasua.
Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa na muda wa miaka 400. Watateswa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Bwana tuishie kwanza hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa unaona mpango wa Mungu ulivyo. Yaani huku Adam na Eva wamekosea. Wanajiona wako uchi. Wanajificha, wanajifanyia mavazi ya matawi ya jamii. Mungu anawafunika kwa moja. Bwana sana. Mungu anaandaa mpango kwa ajili ya kuleta ukombozi kupitia Ibrahim. Bwana sana. Anamwahidi Ibrahim kwamba atapata uzao kama zilivyo nyota mbinguni. Hivi atakavyoshuka kuhesabu na uzao wake utakuwa. Na katika mazingira hayo anayosema Ibrahim Daudi mke wake ana miaka 90. Yeye ana miaka 100. Bwana sana. Bwana sana. Ndipo tunapoona yale yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yote nifanyeje? Bwana sana. Bwana siwe. Na Mungu anampa ahadi. Na ili kufanya kwamba atatimiza kweli ahadi yake, anamwambia alete hizo sadaka hizo. Bwana sana. Tuachane na hayo. Nataka niseme nini juu hapa? Kwamba Mungu ahadi zake ni za kweli. Mungu hapa nini? Bwana sana. Wakati Mungu ametuahidi mambo fulani kupitia neno lake, tunasoma, maana neno lake ni kweli na ni uzima pia. Bwana sana. Na Mungu ni nani? Neno. Bwana sana. Bwana sana. Kwa hiyo kupitia neno vile ahadi anazotuahidi sisi wana wa Mungu ambao wametuokoa kwa damu yake ya thamani, ni hakika na tatimia. Ili kujua kama ni hakika, Mungu aliahidi kuwapeleka utumwani miaka 430. Bwana siwe. Maana yake Waisraeli kwenda utumwani Misri haikuwa bahati mbaya. Bwana siwe. Haikuwa bahati mbaya. Yamkini kweli sasa ambao umezaliwa, kwa sababu kumbuka aliambiwa haya ni Ibrahim kwamba atakuwa na uzao mkubwa. Na wanaenda utumwani miaka 430, na itamkwa kabisa. Anayeambiwa nani? Ni Ibrahim. Katikati hapo kuna vizazi vingi vinaenda kuzaliwa. Vinaenda utumwani. Ibrahim alifariki. Wao wako utumwani. Bwana sana. Hawajui kwamba mambo kule itaandikwa kabisa. Watajua watafika huko. Na sio kwamba walienda utumwani kwa walikuwa na kazi nyingi sana. Hapana. Bwana sana. Yaani wale waende kwenda utumwani kwa sababu walikuwa na kazi nyingi. Hapana. Ulikuwa ni mpango wa Mungu. Bwana sana. Ulikuwa ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa kuandaa ukombozi kwa ajili yetu. Yaani mpango wote hata waita kwenda utumwani, bado ilikuwa ni njia ya kuandaa ukombozi kwa ajili yetu. Bwana sana. Bwana sana mtumishi wa Mungu. Hata mnaona wamekosea pale Musa ni Eden. Unaangalia mpango namna watakavyotoka huko. Mpango huo unapitia process nyingi. Bwana shule. Bwana sana. Tunaona kabisa pale katika mpango huo wa wana wa Ibrahim alijua kwamba ataenda utumwani. Ataendaje? Yeye wewe hajui. Ataenda utumwani. Sasa tunaona utumwani anaenda kupitia nani? Yusufu. Tunaona pale Yusufu anatuma kwenye kile kisima na ndugu zake. Kwenye kile kisima anapita wale wa nani wale? Anauzwa kwa ile kabila nani wale? Wanani waliomnunua nani? Mtumishi wa Mungu. Wali lakini walikuwa walikuwa wapi? Wabisi. Wale sasa walikuwa wapi? Wabisi. Ndipo Yusufu aenda kuwa mfanyakazi kwenye nyumba ya nani? Potifa. Wapi? Misri. Wanaanza sasa katika process yote ambao Ibrahim ameahidiwa kwamba wataenda utumwani Misri, yeye hajui wataenda utumwani. Na kule Misri wataishi miaka 430. Bwana sana. Kizazi chake. Bwana siwe. Bwana sana. Yeye hajui wataenda kwa njia gani. Lakini kwa njia hii kupitia Yusufu wanaenda Misri. Bwana sana. Mchakato wa Yusufu sasa kuelezea kwa tunajua wote kwa tunaimba sana. Bwana sana. Na kwa namna Yusufu alikuwa mwaminifu, akasema utafanyaje uovu huu ni
mtende dhambi Mungu. Bwana sana. Katika mchakato wote ule Yusufu anaaminiwa. Ndio hivyo. Anakuwa ni waziri mkuu. Bwana sana. Bwana sana. Haya sasa. Katika waziri mkuu huo tunaona kabisa pale kupitia Yusufu watu 70 wanaingia wapi? Misri. Bwana sana. Wanaoingia Misri walikuwa ni 70. Bwana siwe. Hiyo tunaipata kwenye Mwanzo 46 26 mpaka 27. Tusome hapo tena. Mwanzo 46 26 mpaka 27. Lengo langu nataka nielezee kwamba haya mambo yakutokea kwa bahati mbaya. Mungu aliandaa njia. Bwana siwe. Mwanzo 46 26 Biblia inasema nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri, waliotoka viunoni mwake bila wake za wanawe Yakobo, nafsi zote walikuwa 66. Na wana wa Yusufu waliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi 2. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo walioingia Misri walikuwa 70. Bwana sasa sana. Hii ni baada ya Yusufu kuwa Misri, alafu na kupata njaa kubwa iliyotokea kule Kanaani. Baba yao Yusufu anawatuma watoto wake waende kuomba chakula wapi? Misri. Anakuta nani? Yusufu. Bwana sana. Ambaye sasa ndo waziri mkuu na ndo anayehusika na masuala ya chakula pale. Bwana sana. Yusufu akitambulisha kwao, anawapatia chakula, wanarudi. Hiyo tunajua. Bwana sana. Baada ya kutambulisha kwao ndipo anaenda kuwachukua, anaambia wale waende kwa yao. Sasa ndo hapa ndo wale walioingia Misri walikuwa watu 70. Bwana sana. Sasa hao 70 hao ndio walioingia Misri, lakini waliotoka Misri walikuwa ni Malaki. Bwana siwe. Waliotoka Misri walikuwa ni Malaki. Maana yake hao 70 hawa ndio walienda kuzaliana Misri. Bwana sana. Miaka 30 ya utumwa, wanaishi utumwani wakiwa ni wageni kwenye nchi za watu, wakiwa wanatumikishwa. Maana yake mtumwa ni mtumwa tu. Bwana sana. Hawakuruhusiwa kumiliki mali. Walifanya kwa bwana zao ambao Bwana sana. Hawa Waisraeli wanaingia utumwani. Huo wote ni mpango wa Mungu ambao kwa wakati ule yamkini wana wa Israeli walikuwa utumwani, walikuwa nahisi Mungu amewaacha, walikuwa nahisi labda haya mambo yamekuaje, lakini kumbe ni mambo ambayo hayatajiriwa kabisa. Bwana sana. Watumishi wa Mungu nataka niseme nini? Na mambo watu tunapita katika maisha yetu. Unaweza ukahisi Mungu amekuacha. Bwana sana. Unaweza ukahisi Mungu akupenda. Unaweza ukahisi Mungu hajui. Lakini tunaambia watumishi wa Mungu, Mungu anakupenda. Mungu hajakuacha na Mungu anayajua. Bwana sana. Bwana sana. Wakati wa Misri, Waisraeli wakiwa kule Misri utumwani, wanateswa sana. Wanafanya makazi magumu. Wanaishi maisha ya shida. Wameishi maisha ya utumwani, na kama nyingine. Wakiwa utumwani, hawajui kama iko ahadi kwamba watatoka utumwani bila miaka 30. Baada ya hapo lakini ahadi kubwa iliyotolewa kwamba watatoka akiwa na mali nyingi. Yaani ndani ya miaka 30 wametoka kumiliki mali, lakini watatoka siku moja kama nini? Mali nyingi. Bwana sana. Hizo ni ahadi za Mungu alizoahidi. Sio kwamba Waisraeli walikuwa kutazama sana. Tunajua kumani. Ni Mungu tu aliamua. Bwana sana. Kwa Mungu alipo, Mungu anataka Mungu anaona. Anaweza kukunia hata kahaba bila kudi la wewe kupangia Mungu. Bwana sana. Yule mtu ambaye unaishi wewe ni mchafu ambaye Mungu anataka kutumia huyo akatumia kusudi lake. Mungu hapa hiyo. Bwana sana. Sisi ndio tunapangia Mungu hapa huyo afanye. Huyo ni mwili. Lakini Mungu huwa afanyeje? Afanye. Bwana sana. Mungu huwa afanye. Bwana sana. Kwa sababu Mungu anaweza yote, anaweza akatumia kitu ambacho kinadhania. Hata kile ambacho ni kinyonge ili kujitukuza. Bwana sana. Bwana sana. Katika wakati ambao Waisraeli wameishi ugenini, kwamba wameachwa, kumbuka wakiwa ugenini walikuwa hawana ule uhuru wa kufanya ibada ile waliozoea. Bwana sana. Na vilizaliwa vizazi vingine ambavyo yamkini hata ibada ilikuwa vizuri.
kwa sababu halijawahi kufanya. Imezaliwa katika nchi ya Ukeni ya utumwa ambapo miungu ilikuwa inaabudiwa, na kati ya mahali ambapo kulikuwa na miungu mingi ni Misri. Bwana tukana hata yale mapigo 10 yale, ile ilikuwa ni hukumu ya miungu, kuanzia pigo la kwanza mpaka pigo la 10. Bwana tukana, Bwana tukana, ilikuwa ni hukumu ya nini? Ya miungu. Walikuwa na miungu bahari, walikuwa na miungu ya mvua, walikuwa na miungu ya mazao, walikuwa na miungu, yaani miungu ilikuwa ni mingi, na kwao walikuwa shida, walikuwa nakuta na miungu wa Misri. Bwana sana, Waisraeli wakiwa taifa la Mungu teule ambalo limetoka kwenye kilo cha Ibrahimu, wanaangukia kwenye utumwa na Mungu. Katika maisha yetu hata sisi pia tunakuwa kwenye utumwa. Bwana sana, katika utumwa ambao wako mambo mengi yatukamata na kushika na kufunga. Bwana sana, tunahisi kwamba Mungu ametusahau, Mungu ametuacha, lakini uhalisia kwamba Mungu ametuacha sio kama Mungu ametusahau. Mungu anajua na ameweza kabisa. Unatoka kwenye hiyo hili baada ya 5. Bwana sana, Bwana sana, unatoka kwenye kitu baada ya siku ngapi? 5. Wewe hujui. Wewe kwa sababu hujui, tumele kauli ya Ayubu. Kuna sana tumele kauli ya nani? Ya Ayubu. Bwana mtafanyaje? Ayubu alisemaje? Kauli ya Ayubu alisemaje? Ile kauli ya Ayubu iliyotumia. Bwana sana, hii kauli ya Ayubu alisemaje? Bwana sana, Bwana sana, kwamba Ayubu alisema Mungu atupatie mema tu. Ndio hivyo. Kwa Mungu atupatie mema tu. Kwa baya tu yapi? Ndio kitaka baya tu vile ndio changu. Yaani ukitaka baya tu vile ndio changu ndio changu. Kwamba yeye anafanya wanapiga siku wanapo vizuri, shule amesoma vizuri, ameweza vizuri, anafanya kazi vizuri, takuwa ndani ya kiishi kumkumbuka Mungu. Kwa hiyo kama Mungu na ukiona unataka uwe fulani hiyo leo ya uchawi na ibidi ukemee sana ishinde. Bwana sana, kwamba atupate mema tu. Bwana asiwe. Kwa hiyo katika maisha kuna vipindi vingi watu wanapitia. Hiyo vipindi wanapitia Mungu anaviruhusu. Na wakati mwingine sisi tumepita sana. Yaani ndio tukapitia ile kipindi. Ukaenda katika sasa hivi ni kumkosea Mungu wako. Bwana sana. Yaani mbona napitia kigumu kwa nini? Ukajikagua, ukaomba toba sana, Mungu umekosea sasa. Lakini wacha kimekuangalia kitu. Mwisho wa Mungu. Hata katika mazingira ya kujilinda sana kumtende Mungu. Bwana sasa. Takuja sana kumtende Mungu nini? Na Mungu Bwana. Baada ya kuja tena mpango. Mpango ambao alikuwa anafikia mwanzo alikuwa ni mpango. Ingawa hawakujua. Ila ndio aliambiwa kwamba hiyo naye alifariki. Huko vikaja vizazi ambavyo Bwana sana. Lakini ahadi za Mungu ni kweli na amina. Ndio tunafanyaje? Na ile nyaka inaweza kutimia kweli. Mungu ametoka. Na leo jambo linatokea. Mungu alikuwa kuongoza kupitia mtu ambaye nani Musa. Musa amezaliwa na Israeli, lakini anaelewa nani? Na Misri. Bwana sana. Yaani Mungu bado ukitaka kabisa mtoto wako. Ukitaka mtoto wako asidogo. Aishi vizuri. Sasa Musa akalelewa na mchawi. Kwa sababu asingemlea yule mchawi. Maisha ya Musa alikuwa sahihi. Bwana sana. Lakini Mungu, huyo Mungu anatengeneza mazingira mazuri sana.
Kwa sababu Mungu anataka awakomboe Waisraeli. Hata wakomboaje Waisraeli? Lazima patikane mtu mmoja aliyekulia kwenye nyumba ya ufalme, anayejua kutoka kwa ufalme, anaijua miungu ya Misri, amekulia katika mazingira ya Misri, anawajua vizuri, anamjua mfalme vizuri, anajua kutoka na kule. Bwana sana. Yaani kuna wakati ili uwe na uwezo wa kufikiri na rais kama umekaa ikulu tu. Bwana sana. Yaani wale sisi tunao ya tumekaa huko kijijini huko Mseke huko. Nataka ukadili na rais kule. Ujali kulikoje? Ujipata kwa ikulu nikoje unijui? Bwana sana. Yaani hiyo ndio kudili na rais. Hata wewe kama rais unajua udhaifu wake, unajua umara wake, unajua huyo miungu yake ikoje na huyu nini unajua. Musa alielewa kule, alijua hayo. Bwana sana. Bwana sana. Sasa huo wote ni mpango wa Mungu. Mungu anampeleka Musa kwa Farao kule ndani, anaelewa kule. Bwana sana. Bwana sana. Anakuwa kama mtoto wake. Na hivi ndio mpango wa Mungu. Ni amina na kweli. Na ukifika wakati sasa wa kwenda sasa ya chuo cha kocha, anamtoa pale, anaenda kumpa masomo ya kiroho. Bwana sana. Bwana sana. Mpango wa nani? Wa Mungu. Wa kutuokoa, hakuwa nini kwa bahati mbaya. Bwana siwe. Kwa hiyo tunaona kabisa walisho tumwani miaka 430 hadi ya ugeni. Bwana siwe sana. Hiyo tunaipata kwenye Kutoka 12:40 mpaka 42. Kutoka 12:40 mpaka 42. Kutoka 12:40 Biblia inasema, basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana wana wa Israeli wote katika vizazi vyote. Bwana sana. Kwa hiyo wana wa Israeli wanakaa utumwani miaka 430. Bwana siwe. Sasa Mungu sasa anaamua sasa kuwatoa sasa. Baada ya miaka 430 kutimia, anawatoa wana wa Israeli. Bwana siwe. Na Mungu anawatoa kwa mkono wenye nguvu kwa kuwapiga wa Misri mapigo 10. Bwana siwe sana. Anawatoa sasa wana wa Israeli kule utumwani Misri kwa mapigo 10. Bwana siwe. Na tukumbuke kwamba Mungu ashawahi kusema kwamba yeye atafanya hukumu juu ya miungu yote ya Wamisri. Bwana siwe. Bwana siwe sana. Hii tunapata kwenye ile Kutoka kwenye Kutoka 12 hapo. Kutoka 12:29 mpaka 39. Some kwanza hapo. Ishirini na tisa mpaka 36.
Bwana asifiwe sana. Tuishie tu hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini tunaona kabisa Mungu anawatoa wana wa Israeli kupitia ile mapigo 10. Bwana asifiwe sana. Natamani tugusie mapigo haya kwa sababu tunasema ni seminar. Tugusie kwa ufupi na maana yake. Bwana asifiwe sana. Lakini mapigo 10 ya Wamisri tunapata kwenye Kutoka ile 7 mpaka 12. Bwana asifiwe. Kutoka ile sura 7 mpaka sura 12, kabla hajafika ile sura ya 12 ile ya pigo la mwisho, kuna mapigo hapa ambayo Mungu anamtumia Musa kuwapiga hawa wa Misri. Na tumesema kwamba haya mapigo yalikuwa na hukumu miungu. Bwana asifiwe sana. Yalikuwa na hukumu nini? Miungu. Wa Misri walikuwa ni kati ya watu ambao walikuwa na amini sana kwenye miungu. Walikuwa na miungu mingi sana. Bwana asifiwe sana. Na moja wapo ya Mungu mkuu ambaye walikuwa wanaamini pia ni Mungu, ilikuwa ni kupitia Mungu aliyepatikana kupitia ule mto Naili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye ile pigo la kwanza tunalipata kwenye Kutoka 7 mstari wa 18 mpaka 24. Bwana asifiwe. Ya maji kuwa nini? Kuwa damu. Bwana asifiwe sana. Maji ya mto Naili yaligeuka kuwa nini? Kuwa damu. Mto Naili ilikuwa ni chanzo cha uhai kwa Wamisri. Bwana asifiwe sana. Yaani mto Naili ule kwa Wamisri kwao ilikuwa ni kama chanzo cha uhai. Tukumbuke kihistoria, tukisoma tu jiografia, ule mto Naili ni mto ambao ulifanyeje? Ulichimbwa. Bwana asifiwe. Unajua ule mto Naili chanzo chake kimetoka Victoria huko. Bwana asifiwe sana. Ule mto Naili ule chanzo chake kimetoka nini? Kimetoka Victoria huko. Ziwa Victoria ili hapa ili. Ili la kwetu tunalijua ili hapa ili. Mto Naili umetoka huko. Kijiografia sasa hii ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna mikataba mingi ambayo imesainiwa, ile ziwa Victoria ile inalindwa sana yani. Haitaki kufanya disturbance yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ile ziwa Victoria ile ndio chanzo cha mto nini? Mto Naili. Bwana asifiwe sana. Sasa ule mto Naili kwa Misri kwao ilikuwa ni kama chanzo cha nini? Cha uhai. Kwa hiyo pigo la kwanza ambalo lilipigwa ilikuwa ni kugeuza maji kuwa nini? Kuwa damu. Bwana asifiwe. Hilo ni pigo la kwanza ambalo tunapata kwenye Kutoka 7 mstari wa 18 mpaka 24. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kuwa mto huo uliheshimiwa kama Mungu, yani wao waliuheshimu mto Naili kama Mungu, waliuheshimu kama wanavyomheshimu Mungu. Bwana asifiwe sana. Na sababu waliuheshimu kama wanavyomheshimu Mungu, maana yake kwao ilikuwa ni Mungu wao. Bwana asifiwe. Mungu wao, yani mto Naili kwa baadhi ya Wamisri ilikuwa ni Mungu wao. Na ndio maana pigo la kwanza ilikuwa ni kugeuza yale maji kuwa nini? Kuwa damu. Maana yake walimpiga Mungu wao wa kwanza ambao walikuwa wanafanyaje? Wanamtegemea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mto Naili kwa ilikuwa kama chanzo cha uhai na waligeuza kama ni Mungu wao. Maana yake alichokifanya Mungu kupitia Musa akageuza yale maji kuwa nini? Kuwa damu. Bwana asifiwe sana. Maana yake Mungu wa kwanza wa vita alifanyaje? Alipigwa. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukasema kwa nini Farao 8 mstari wa 1 mpaka 15 viula wengi. Hilo pigo liliwashusha viula kila mahali. Si ndio hivyo Viula walijaa kila mahali kwenye hilo pigo la pili hilo. Bwana asifiwe sana. Kwa pigo hili kuna Mungu aliadhibiwa hapo ambaye anaitwa ni Mungu wa uzazi. Bwana asifiwe sana. Wa Misri walikuwa na Mungu aliyeitwa Heketi. Heketi ni H-E-Q-E-T. H-E-Q-E-T. Huyu kwao alikuwa ni kama Mungu wa nini? Wa uzazi. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni kama Mungu wa nini? Wa uzazi. Kwa hiyo kilichofanyika pale, pigo hili lilishusha viula kila mahali. Maana yake pigo hili lengo kubwa ni kumwadhibu huyu Mungu. Sasa huyu Mungu wa nini? Wa uzazi. Bwana asifiwe sana. Hii ilionyesha kuwa hata Mungu wao hana uwezo juu ya Mungu wa Israeli, kwa sababu hilo pigo bado wale waganga nini bado walishindwa kufanyeje? Kuondoa wale viula. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake ilionyesha kwamba bado hata yule Mungu wao wazazi wanaomtegemea bado hana nguvu kuliko yule Mungu wa nani? Wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Linakuja pigo la tatu la chawa au mbu wadogo. Tunasoma kwenye ile Kutoka 8:16 mpaka 19. Kutoka 8:16 mpaka 19. Pale tunaona pale kwamba vumbi liligeuka kuwa nini? Kuwa chawa. Bwana asifiwe sana. Kutoka 8:16 anasema, Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao akafanya Haruni akaunyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ili pigo la tatu hilo, yaani vumbi liwe chawa. Wale chawa tu wachache tu hapo wajibaki kwa shughuli ya vumbi liwe chawa. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa napo pigo hili lilizoofisha hata wachawi wa Misri. Bwana asifiwe sana. Yaani kwa pigo hili tu wachawi wa Misri nao walikubali kwamba hichi ni kidole cha Mungu. Ila tu Farao ndo alikuwa na moyo nini? Mgumu. Tunaona pale kwenye ile Kutoka 8:19 pale wachawi wanaongea pale. Wanasema ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu. Maana yake jambo hili ni kidole cha nani? Cha Mungu. Biblia inasema na moyo wake Farao ukawa mgumu asisikilize, vile vile kama Bwana alivyo nena. Bwana sana. Kwa pia hili pigo pia ilimwadhibu, ilikuwa ni kwa sababu unaona hili pigo, kwa hili pigo tu mpaka waganga wenyewe wakanyosha mikono. Maana yake yani waganga kuna kitu ambacho walikuwa wakitumainia, walikuwa wanaona kabisa kwa jambo aliwezekana wao wanaweza kufanya, lakini kwenye hili wakaona hili jambo hapana, sio kawaida. Bwana sana. Maana yake pia ilikuwa ni pigo. Bado moyo wa Farao ulizidi kuwa nini? Kuwa mgumu. Pigo la 4 ilikuwa ni nzi wengi. Tunapata kwenye Kutoka 20, Kutoka 8:20 mpaka 32. Bwana sana. Kutoka 8:20 mpaka 32. Nzi walitesa sana. Yaani nzi yao walizunguka kila mahali. Manzi yao. Bwana siwe. Pigo la nini? La manzi. Hii ilionyesha kwamba Mungu anaweza kuleta tabu na pia anaweza kufanyeje? Kulinda pia. Tukumbuke kwamba wakati mpigo yanatokea haya manzi haya, ujua Waisraeli ilikuwa yawakuti haya. Bwana siwe. Yaani haya sio kwamba Waisraeli nao walikuwa wanapigwa na manzi. Bwana siwe sana. Haya Waisraeli walikuwa wanapigwa sababu ni kweli walikuwa huko tumwani, lakini sio kwamba walikuwa wanachangamana naishi. Kwamba walikuwa wanakaa nyumba moja ya Waisraeli na wanani. Kule utumwani, lakini Waisraeli walikuwa na kota zao za watumwa. Lakini wa Misri walikuwa na kota zao. Kwa hiyo hao walikuwa wanaenda kufanya kazi kama watumwa kwa wa Misri. Bwana sasa sana. Kwa ambao mambo yanapigwa haya, Waisraeli huku ilikuwa haiwagusi, lakini hawa wa Misri ndio inawakuta hiyo. Bwana sasa sana. Bwana sasa sana. Pigo lingine la 5 ni magonjwa ya mifugo, tauni. Tunapata kwenye Kutoka 9:1 mpaka 7. Hili hapa ilikuwa ni iliwapiga wanyama wa Misri wakafa. Wanyama wa nani? Wa Misri. Walifanyeje? Walikufa. Kwenye Kutoka 9:1 mpaka 7. Magonjwa ya mifugo, pigo la magonjwa ya mifugo ambao kwa mbano tauni. Ng'ombe walihusishwa na miungu kama hasa. Yaani ng'ombe wale kwa Misri pia ilikuwa ni wa Misri pia walikuwa na Mungu hasa. HATHOR hasa. HATHOR. Huyu Mungu aliabudiwa kama yani katika mfano wa nini? Wa ng'ombe. Kama wanaofanya wabuza si nani hao wana nani? Wahindi sio nini huko. Kwa hata wa Misri pia na wao walikuwa wana Mungu wao ambaye alikuwa katika mfano wa nini? Wa ng'ombe. Bwana sasa sana. Huyu Mungu hasa huyu HATHOR. Kwa hiyo ng'ombe walihusishwa na huyu Mungu huyu. Kwa hiyo Mungu yeye alionyesha kwamba yeye ndiye mlinzi wa mali zote, kwa kuwa alipiga mali za Misri ambazo ni ng'ombe hizo. Kwa hiyo Mungu wao huyu ambaye wao walikuwa wanamchukulia Mungu hasa katika mfano wa ng'ombe alipigwa pia. Bwana siwe. Pigo la 6 ni majipu. Tunapata kwenye Kutoka 9:8 mpaka 12. Kutoka 9:8 mpaka 12. Watu na wanyama wakapata majipu. Bwana sasa sana. Watu nao nguzunguzia hapa tunaongezea wazani wa Misri. Watu na wanyama wakapata nini? Majipu. Na hakukuwa na Mungu wa kuwaponya. Yaani katika majipu hayo bado hakukuwa na Mungu wa kufanyeje? Kuwaponya.
Maana yake nguvu na tiba za Wamisri zifanyeje? Zilishindwa. Maana yake bado Mungu alileta ile pigo, maana yake alifanyeje? Aliendelea kufanyeje? Kuinuliwa. Maana yake miungu yao ilizidi kufanyeje? Kuzoofishwa. Bwana asiwe. Pigo la 7 ilikuwa ni mvua ya mawe na moto. Tunapata kwenye Kutoka 9:13 mpaka 15 pale. Mvua ya mawe na moto. Kwenye Kutoka 9:13 mpaka 15. Kutoka 9:13 tunasema Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema, ukasimame mbele ya Farao, ukamwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Kwa wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mote. 13. Kwa kuwa wakati huu ningekwisha kunyosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiwa mbali na kuondolewa katika nchi. Lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii ili nikuonyeshe uwezo wangu, tena kwamba jina langu litangazwe katika dunia yote. Nawe je, hata sasa wajitukuza juu ya watu wangu, usiwape ruhusa waende zao? Tazama, kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe zito, ambayo mfano wake haujakuwa huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa. Basi sasa tuma waimize waingie ndani wanyama wako na hayo yote ulionayo mashambani, kwani kila mtu na kila mnyama apatikanaye mashambani wasioletwa nyumbani, hiyo mvua ya mawe itanyesha juu yao, nao watakufa. Yeye aliyeliacha neno la Bwana miongoni mwa watumishi wa Farao aliwakimbiza watumishi wake na wanyama wake waingie nyumbani, naye asiyelitia moyo neno la Bwana akawaacha watumishi wake na wanyama wake mashambani. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Musa akanyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe na moto. Nilikuwa napataka hapa kuanzia 22, Kutoka 9:22 mpaka mvua ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Kutoka 9:22 mpaka 23 hapa. Bwana sana. Ndio tunapata hapo kwenye pigo la nini? La mvua ya mawe na moto. Bwana siwe. Sasa mvua ya mawe iliharibu mazao na vitu na maana yake hapa kuna miungu ya hali ya hewa ambayo iliharibiwa ya Misri. Bwana sana. Kuna Mungu anaitwa Mungu Nati, N-U-T. Huyu alikuwa ni Mungu wa hali ya hewa na mvua. Bwana sana. Alikuwa ni Mungu wa hali ya hewa na mvua. Kwa hiyo wakati huu Mungu ameshusha mvua kubwa ya mawe na moto, bado Mungu wao hakufanya chochote, hakuweza kuzuia. Bwana sana. Maana yake huyu Mungu alifanyeje? Alihukumiwa. Pigo la 8 la nzige tunapata kwenye Kutoka 11 mpaka 20 pale. Nzige wakala mazao yote yaliyobaki. Uchumi wa Misri ukaanguka kabisa. Bwana sana. Kutoka 10 ile mstari mpaka 20. La 9 ni giza nene. Tunapata kwenye Kutoka 10:21 mpaka 29. Giza lilitanda kwa siku 3. Jua lilihusishwa na Mungu Ra. Bwana sana. Wamisri walikuwa na mwabudu Mungu jua. Walikuwa na Mungu mwingine alikuwa ni Mungu jua ambaye anaitwa Ra. R-A. Hivyo Ra. Alikuwa ni Mungu jua kwa Wamisri. Kwa hiyo kwa hili pigo la giza nene siku 3, siku 3 hamna jua. Maana yake alikuwa anahukumiwa nani? Huyu Mungu jua huyu ambaye anaitwa nani? Ra. Bwana sana. Kwa hiyo Mungu alionyesha yeye ni mkuu kuliko jua lao, Mungu jua wao. Bwana sana. Bwana sana. Lakini katika yote haya bado Farao alikuwa ni mgumu, akawaruhusu wana wa Israeli watoke kwenye utumwa ule. Akuwaachia wana wa Israeli watoke. Bwana sana. Sasa inakuja kwenye pigo la mwisho la 10 la kifo cha wazaliwa wa kwanza. Bwana sana. Hapa sasa ndio Pasaka yetu pale ndio inazaliwa sasa. Pasaka yetu ndipo inapoanza kutajwa sasa kwenye hilo pigo la 10. Bwana siwe. Bwana sana. Ndio Pasaka sasa yetu inazaliwa pale. Tumejifunza kwamba mwanzoni pale Mungu mwenyewe alimwaga damu kwa kuchinja
ingawa Biblia haiongei kwamba Mungu alichinja, ila tunajua kama kulikuwepo una ngozi basi kuna mnyama alifanyeje? Alichinja, na ile ngozi akatumia kuwavika Adam na Eva baada ya kujifunga yale majani ya miti yale. Baada ya kujiona anaona nguo, Mungu akaamua kuwavisha mwenyewe mavazi yale. Basi Mungu mwenyewe alimwaga damu ili apate ngozi ya kuwavika pale. Bwana sana. Sasa pigo la mwisho ila 10 ni pigo la kifo cha wazaliwa wa kwanza. Bwana siwe, pigo la kifo cha wazaliwa wa kwanza, na ndilo pigo ambalo lilifanya wana wa Israeli watoke wapi? Misri, na watoke kwa mali, wakiwa na mali nyingi, kama ilivyokuwa nini? Ahadi. Sasa Bwana sana, kama ilivyokuwa nini? Ahadi. Yaani kwenye hili pigo wa Misri wa Israeli hata hawakuomba wenyewe tu, waliomba tu waachiwe waenda kumwabudu Mungu wao, lakini kote walikatazwa. Hapa sasa wakafukuzwa, sio waliachoka kwa kuambia ondokeni haraka haraka, yani kama mkienda kubaki hapa mtatuletea majanga. Tena sio ondokeni tu, wakaba na kondoo, mambuzi, ndege, nini wakawapa waende navyo, wakatoa sadaka huko. Bwana sana. Kwa unaona Mungu anapoandaa mazingira, kuna wakati Mungu anaweza kupitisha katika mazingira fulani, kumbe Mungu anakutengenezea utukufu ambao yule aliyekuwa ni mtesi wako yeye mwenyewe atamuinua Mungu. Maana yake kuna vitu tutavipata ambavyo hata kutajia kama tutavipata. Bwana sana. Mimi naamini kabisa kama haya mapigo yote 9 asingetokea haya, inawezekana kama sawa, kwa sababu ilikuwa ni hali ya Mungu wao kutoka, inawezekana wangetoka, lakini kwa mbinde sana inawezekana hata hizo asingepewa, ingewezekana labda wangetoka kutoroka labda lakini hapa walitoka kwa kufanyaje? Yaani wenyewe wasonga wenyewe, tokeni yani Bwana sana. Yaani ushaweka kwenda nyumba ya mtu hapa anataka uondoke haraka haraka una nauli hapa hii yana kufukuza. Sasa ndio tokea pale ndo hapa sasa. Kama unataka kwa nyumba ya mtu anataka utoke sasa. Hivi una nauli Nauli shilingi ngapi? 2000 boda boda. Nakupa 5000. Hivi tukalanga mtu hapa utakwambia anakufungashia. Sasa baada ya mshaga mtukishi kama nataka kuondoka siaga bado. Ndicho kilichotokea hapa. Bwana sana. Tusome kwenye Zaburi 105. Sasa muda unakimbia hivi. Zaburi 105 kutoka 36 mpaka 45. Aliyepata asome. Kama hujapata nitasoma Zaburi 105 kutoka 36. Biblia inasema, akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi, malimbuko ya nguvu zao. Akawatoa hali wana fedha na dhahabu, katika kabila zao asiwepo mwenye kukwaa. Misri ilifurahi walipoondoka, maana kwa ajili yao hofu imewaangukia. Alitandaza wingu liwe funiko, na moto utoe nuru usiku. Walipotaka akaleta kwale, akawashibisha chakula cha mbinguni. Akaufunua mwamba, kukabubujika maji, yakapita pakavuni kama mto. Maana alikumbuka neno lake takatifu na Ibrahim mtumishi wake. Akawatoa watu wake kwa shangwe, na wateule wake kwa nyimbo za furaha. Akawapa nchi za mataifa, wakairisi kazi ya watu, ili wazishike amri zake na kuzitii sheria zake. Haleluya. Bwana sana. Bwana sana. Kwenye hii hapa hii kwenye ili pigo la 10, Mungu tunajua kabisa Mungu aliamuru wana wa Israeli wamchinje mwana kondoo, na ile damu haipai kwenye ile miimo ya nyumba zao. Kwa wakati yule malaika atakapopita kwa ajili ya kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri, pigo la 10 ilikuwa ni kifo cha wazaliwa wa kwanza wa Misri. Bwana sana.
na ili mjue kwamba Mungu akiamua lake ameamua. Haya mapigo inamkini Farao kumgusa kwa sababu yeye alikuwa kwenye nyumba ya ufalme, lakini kipigo au kifo cha mzaliwa wa kwanza wa Misri, maana yake hata Farao naye afanyeje? Aliguswa. Maana yake kila nyumba ya Misri ilikuwa na msiba hiyo siku. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kila nyumba ya kwanza ya Misri ilikuwa na nini? Na msiba. Nani atamfariji mwenzake? Kwao hakuwepo mtu wa kufariji. Unamtegemea rais akufariji, na yeye mtoto wake amefariki. Tena yeye mtoto wake ambaye maana yake kwao ulikuwa ni utawala wa kifalme, maana yake yule wa kwanza maana yake ndo atakaye kuja kulisi utawala nani? Baba yake. Bwana sio sana. Sasa kwa nini pigo la mwisho Mungu alifanya hili la kifo cha wazaliwa wa kwanza? Kwa Misri mzaliwa wa kwanza pia alibeba baadhi ya miungu fulani. Yaani mzaliwa wa kwanza ni kama ilivyokuwa kwenye jamii zetu, makabila yetu kabla hajastarabika. Mtoto wa kwanza alikuwa anapewa jina la babu la nini ile, lakini huko ndani huko hata hawa wa Misri wazaliwa wa kwanza walikuwa wanapewa majina ya miungu. Bwana sana. Kwa hiyo watoto wa kwanza walikuwa wamebeba heshima, walibeba nguvu. Yaani ilikuwa ndio nguvu. Ndio maana ukisoma hapa anasema akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi malimbuko ya nguvu zao. Malimbuko ya nini? Ya nguvu zao. Maana yake kwa kumpiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, maana yake miungu iliadhibiwa, nguvu zao zilifanyeje? Ziliisha yani. Na ndio maana pigo hili ndio lilikuwa lilipigwa ambalo lilifanya Farao awaruhusu wa Misri wa Israeli haraka sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaelewa watumishi wa Mungu. Na tunapoongelea ukombozi wa watumishi wa Mungu, tunaongelea ukombozi ambao ulifanyika hapa kwa damu. Tumesoma kwa ile Waebrania, kwa Agano la Kale ilikuwa ni damu za mbuzi, ilikawa ni damu za nini? Za wanyama. Bwana asifiwe sana. Waebrania anasema kama damu za mbuzi ziliweza kuleta ukombozi namna hii, je, si damu ya Yesu si zaidi? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama damu ya wanyama ilifanya hivi, ilileta ukombozi. Tunapoongelea ukombozi, ndugu zanguni, ukiona kuna kitu kinaitwa ukombozi, ujue kuna mtu kalia hapo. Bwana asifiwe. Yaani ukisema wewe umekombolewa kwenye uchumi, kuna mtu hapo kalia. Maana yake kwenye ukombozi lazima kulikuwa kuna vita. Bwana asifiwe sana. Kwenye ukombozi maana yake kuna nini? Kuna vita. Ili wewe ukombolewe, maana yake ulikuwa umetekwa, sio hivyo? Bwana asifiwe sana. Kuna namna fulani ulikuwa umefanya mateka. Kama umekombolewa, kuna mtu kafa hapo au kapigwa, na ndio maana ukakombolewa. Bwana asifiwe sana. Ndipo kitotokea hicho kwa nani? Kwa Misri. Bwana asifiwe sana. Damu iliwakomboa. Hii ilikuwa ni damu ya wanyama, ya mbuzi, ya kondoo. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo ilikuwa ni Jumaa Kuu. Damu ya Yesu imemwagika msalabani kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Damu ya Yesu imemwagika msalabani kwa ajili yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanyeje? Tumepona. Tumesoma pale kwenye ile Mathayo, amepata mateso, mijeledi, amepigwa, ameumizwa kana kwamba hawezi na nguvu zozote. Bwana asifiwe sana. Sio kwamba Yesu alikuwa na nguvu. Sio kama alikuwa na uwezo kujitetea. Kama walifika pale kumkamata, Petro akatoa upanga akamkata mtu mmoja wapo sikio, alafu yeye akaisha sikio lake pale akamponya yule mtu. Sikuna kwenye Injili kuna sehemu wanagusia hicho kipande. Kama aliweza kumponya mtesi ambaye alikuja kumkamata. Mimi nafikiria kama Petro alikuwa alivumilia Yesu yukoje. Inakaisha tamaa ujue. Kama Yesu yukoje? Kama amekata mtu sikio limeanguka pale, akachukua na nirudishie. Alafu anajipeleka na mchukua na anaondoka naye. Maana yake Mungu alikuwa na uwezo kabisa. Na tunakumbuka kuna mahali walimtoa Yesu ili wamrudishe kwenye. Kuna mahali Yesu akiwa hekaluni, naishi kwenye kipande fulani alikuwa amesema pale mbele kusimama kusoma ile andiko la Isaya lile. Akasema jambo hili limetimizwa nini leo, sijui limetimizwa leo. Wakaanza kupiga makelele pale, ikatokea mzozo, wakamchukua ili wakafanyeje? Wamtupe. Biblia inasema akatoweka katikati yao akaondoka. Kwa sababu wakati ulikuwa hajafanyeje? Haujafika. Maana yake sio kwamba Mungu alishindwa kujitetea. Angeamua hiyo siku
wasingemkamata na wasingeweza. Kama alikuwa na uwezo mpaka kuwaponya sikio watesi, ilishindikanaje kuwapiga upofu akatoka katikati yao? Iliwezekana. Lakini kwa nini Mungu aliyafanya haya yote? Damu ya mbuzi, Waebrania anasema, haikutosha. Ile ilikuwa inafunika. Kama Mungu alivyowafunika Adamu na Eva kwa ngozi, si kwamba aliondoa aibu yao, iliondoa kabisa, ile alifunika tu ile aibu. Ndipo kitu kilichokuwa kinafanyika kwenye agano la nini? La kale. Walikuwa wanafunikwa tu. Damu za mbuzi na za ng'ombe, sijui za kondoo, zilikuwa haziondoi kabisa dhambi, zilikuwa hazifuti kabisa, ila zilikuwa zinafunika. Bwana sisi sana. Na kama damu hizi zilikuwa na uwezo wa kuwakomboa, licha kwamba zilikuwa zinafunika, hizo ziliwakomboa kwenye ule utumwa wa miaka 430, wakatoka na mali nyingi. Hizo mali walishinda kutatua nguvu zao ndani ya miaka 430, lakini ndani ya usiku mmoja wakatoka. Tena kwenye Zaburi hapa, kwa kitu fulani akiongelea hapa, amesema akawatoa hadi wana fedha na dhahabu katika kabila zao, asiwepo mwenye kukwaa. Bwana sisi sana. Misri ilifurahi walipoondoka, maana kwa ajili ya hofu imewaangukia. Wakati huo Misri walifurahi walipoondoka Waisraeli. Wenyewe walifurahi kwa sababu waliona angalau ili tatizo limetuondokea. Bwana sisi sana. Wakatoka wakiwa na mali nyingi. Na baadhi ya wanatheolojia wanasema ule usiku ule waliokuwa wazee hawawezi, Mungu aliachilia uponyaji ndani yao. Bwana sisi sana. Wanasema ule usiku ule, kwa hiyo damu iliyopaka waliporuhusiwa waondoke tu. Kumbuka kulikuwa kuna wazee mule, lakini Mungu aliachilia uponyaji hata kwa wale wazee, wakatoka. Bwana sisi sana. Hakuachwa Muisraeli hata mmoja. Ndani ya Waisraeli milioni 100 laki ngapi wote hao, haimaanishi kwamba wangekosekana wagonjwa, lakini wote waliondoka. Mungu aliachilia uponyaji kwa ajili yao ili waondoke pale. Bwana sisi sana. Hakikusalia kitu hata kimoja. Damu ya Yesu ni zaidi watumishi wa Mungu. Bwana sisi sana. Damu ya Yesu ni nini? Ni zaidi. Damu ya Yesu ni nini? Ni zaidi. Tumeona huku kwenye kifo cha Yesu, huku ametemewa mate kwa aibu sana. Kuna kitu kinaitwa theology of the cross. Kwa nini Yesu aliteswa msalabani, kupitia msalaba? Bwana sisi sana. Muda hautoshi, tusamalize. Tumalize. Bwana sisi sana. Kifo cha msalaba kwa kipindi kile ilikuwa ndio kifo cha aibu. Yaani ile aibu ya mwisho ilikuwa ni wewe kufa kwa kutundikwa wapi? Msalabani. Ilikuwa ndio aibu ya mwisho. Maana yake mtu aliyetundikwa msalabani, hakuna aibu nyingine ambaye ataipata akaona ameaibika. Bwana sisi sana. Hicho kifo ndicho alichotundikwa Yesu. Lakini kwa Yesu haikuwa ni aibu tu ya kutundikwa msalabani tu. Tuwasema kifo cha msalabani ilikuwa ni aibu ya mwisho, lakini hiyo aibu sio tu hiyo tu aliipata Yesu. Kumbuka alitundikwa msalabani akiwa uchi kabisa, alifundishwa tu kwa nguo tu. Bwana sisi sana. Lakini pia alichoma mkuki, alitemewa mate, alikejeliwa kwamba huyu usajifanya huyu mwana wa Mungu, basi ajiokoe mwenyewe, aliokoa wengine, ajiokoe mwenyewe. Bwana sisi sana. Hebu sisi watumishi wa Mungu, ni aibu gani tunaipata ambayo inamzidi Yesu? Ni aibu gani ambayo tunaweza kuipata ukasema sasa kwa aibu hii I said nimeaibika sana? Hakuna aibu nyingine. Kwa kuangikwa tu pale msalabani, ile aibu yetu ifanyeje? Ilibidi apitie haya ili aichukue aibu. Ilibidi apitie haya ili achukue ile mateso. Yale ambayo tunaishi ni mateso makubwa kwetu. Yesu atafanyaje? Achukue. Basi sana. Ile ambayo tunaishi ni aibu kubwa kwetu, ile ishafanyaje? Yesu ashachukua. Kuna aibu ambayo utaikuta nayo wewe ikae imemzidi Yesu. Hiyo aibu maana yake Yesu ashafanyaje? Bwana sana. Mateso tutakokutana nayo ni mateso ambayo unaishi kwako ni mateso, lakini kimsingi Yesu ashachukua nini? Mateso yako pia. Bwana sana. Bwana sana. Yesu kwa kumwaga damu pale msalabani, ile damu ilifanyika kwa ukombozi. Maana yake alikuokoa wewe uliokuwa umefanyika mateka kwenye eneo fulani, sio mateka tena. Bwana sana. Sio mateka. Kwa nini yamkini unajiona huko mateka? Sio. Unajua kifo cha Yesu ni namba moja, lakini namba mbili ni kujua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Bwana sana. Kifo cha Yesu ni namba mbili ni kujua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Bwana siwe sana. Bwana siwe. Yaani ni kweli kwa Yesu alikufa kwa ajili yetu, lakini sisi tunatambua kama Yesu alikufa kwa ajili yetu.
kwa kufa kwake sisi tumeokolewa. Tunajua kama kwa kufa kwake tumeokolewa, kwamba kwa kifo chake aibu sisi tayari hatuna aibu tena, hatuna magonjwa tena, hatuna hukumu tena. Kwa kifo chake tunajua. Kuto kujua huko ndio kunatufanya tuendelee kupitia, shetani aendelee kututesa. Bwana sana. Kuto kujua huko ndio kunatufanya shetani aendelee kufanyeje? Kututesa. Lakini tukijua nguvu iliyopo kwa damu ya Yesu, watumishi wa Mungu hatutahangaika. Hatafanyeje? Sasa hivi kuna mambo mengi yanaendelea kwa sababu tu hatujajua nguvu iliyopo kwa damu ya nini? Ya Yesu. Bwana sana. Nimetoka mimi Tunduma huko. Kule Tunduma kuna kitu sasa kinaendelea huko. Kama unafuatilia kwenye mitandao huko. Ukiguswa tu tapo mwanaume. Mali una. Unajua tukiwa huko kwa kwenye radio unataka kama ni uongo. Jana nikiwa stendi. Kutoka pale stendi nilipo mimi Vwawa na Tunduma sio mbali sana, na ule 1500. Sasa mambo yameanzia Tunduma, ndio yameanzia kule. Sisi tuko na story. Niko stendi napanda dada tu tap. Sababu nikaa stendi nikakosa gari. Kabidi niende Mbeya. Kutafuta gari Mbeya. Nenda Mbeya na nikakosa gari, kabidi nilale Mbeya. Kwa hiyo nimetoka asubuhi Mbeya kuja huko. Bwana sana. Hata nipanda kwa daladala, jamaa alipigia simu. Yona uko wapi? Nikamwambia ndio nipanda daladala hapa. Aisee watu wamejaa hapa. Nini? Bodaboda alipakia mwanamke. Alipomshusha hivi akapushika hivi amekuza tu. Kaisi kitu. Kamfukuzia wewe nirudishie. Kamfukuzia wewe nirudishie. Watu wakajaa, walipojaa wakaanza kushambulia yule. Polisi wakaja wakamuokoa. Ila alirudisha. Sasa nini kinaendelea sasa hizi? Kuna pini zinauzwa. Kama unavaa kamba unafunga na pini. Ukifanya vile wewe hakuwezi. Pini saizi kule Songwe kule Tunduma. Vwawa. Soko. Pini chukua jifunge hapa. Kalika kamba na pili ifunga. Sasa watumishi wa Mungu, kama hatuna damu ya Yesu hii. Bila damu ya Yesu hii, watumishi wa Mungu tutatembea na ilizi. Tuna mpendo akaweza kufunga pini. Kwa sababu kule saa hizi kusalimiana kwa mkono hivi mnaogopana. Akikula tu mtu tu hivi. Kosa. Wala sana. Na watu wengi sio, yani ukiwa mbali ukiangalia video unaweza kuhisi ni uongo. Lakini kweli kwa watu wameuawa kabisa, Bwana siwe. Uchawi. Yaani kuna watu wametoka Kongo huko, wametoka Zambia. Kuna viungo vya watu wanaenda wamesema mgodi umetema huko. Kwa hiyo hivi watu kwa uchawi kwenye madini huko. Bwana sasa. Yaani sio uchawi tu, yaani sio uchawi tu, yaani hiyo ni ilishakuwa ni kuna wanaambia Kongo huko kuna mgodi umefanyaje umetema Kwa hiyo hiyo yaone madini kule. Viungo vya wanaume. Kwa kweli na hiyo kiuchawi anakiputa tu. Unajisi tu msisimko fulani hivi. Naona labda kuna kitu hakiko sawa. Damu ya nini? Ya Yesu. Bila damu ya Yesu watumishi wa Mungu tutavaa ilizi sana. Bila damu ya Yesu tutavaa ilizi sana. Unasema nimevaa kapini tu na ilizi hiyo. Ni ilizi hiyo. Kama pini unaamini nataka kulinda, unataka ni ilizi. Bwana sana. Ndio ile pale wapendo tunakaa na maji ndani.
Kiasi kujiona mwagilia. Nilikija bodi usiku na amka na mwaga. Hizi watumishi wa Mungu. Haya yote Yesu alimwaga Ijumaa Kuu leo. Sio kwamba Yesu saizi yuko kwenye mateso. Haya ilitokea miaka 2000 iliyopita. Lakini Yesu Mungu mwenyewe aliamuru hapa sasa ifanyike kama ukumbusho wake, aliamuru hivi. Sasa sisi leo tunapo kipindi kama hiki tunakumbuka ile Mungu aliyofanya kwa ajili yetu. Tunataka kukumbushana kwa Mungu, jamani, alimwaga damu yake msalabani kwa ajili yetu. Kwa kufanya vile tu alihukumu aibu, alihukumu mauti, ndio maana kazi yake ikafanyeje? Ikapasuka. Basi sana. Yaani yale yote ya Agano la Kale yalifika. Walikuwa hawana uwezo wa kwenda palipo patakatifu. Lakini leo tuna uwezo. Kwa nini utembee na maji kuisha Mungu? Kwa nini utembee na pili mfukoni? Kwa nini ujifunge kakamba? Ukizani hapo ndio katakulinda. Hakuna haja. Damu ya Yesu nafanyeje? Inatuliza. Inatosha. Damu ya Yesu nafanyeje? Damu ya Yesu nafanyeje? Kama damu ya kondoo ya mbuzi katika nini ilifanya mambo makubwa kama haya, damu ya Yesu ni nini? Ni zaidi. Bwana sana. Damu ya Yesu ni nini? Ni zaidi. Watumishi wa Mungu, damu ya Yesu tusipoijua kuitumia vizuri, tutaendelea kuteswa hata kama tumeokoka. Bwana sana. Tutazama tukiwa na Yesu wetu ndani. Bwana sana. Hii kauli unapenda kuisemaga muda wote ule. Unaweza ukafa kula na Yesu wako hivyo hivyo. Yaani una Yesu lakini ukafa hivyo hivyo kula Yesu. Una uwezekano kabisa. Bwana sana. Ndio maana hao mitume wa Yesu hapa wakiwa kwenye ile nini ile boti, ni boti ile walitumia jina gani pale? Mashua. Bwana Yesu ndani amelala. Mapiga yanatokea. Mara mawili. Wanakukuruka wewe, baada akasema hapana. Tutakubali katika Yesu na yeye ndani. Wakamwambia Yesu, wala Yesu. Wanaonaje? Tutakubali wakati uko hapa. Niwaambie watumishi wa Mungu. Wasije mwamsha Yesu pale. Mimi nakatoa ngekupa hivi kwa hiyo. Nataka niseme kama unaweza kufa huku umeokoka hivyo hivyo. Unaweza kuwa na tatizo na magonjwa umekushikilia kwa sababu tunajua watumishi wa Mungu kuwa na bunduki ndani. Moja na kuwa na sime, kuwa na panga ni kitu kimoja, lakini kuitumia ni kitu kingine. Unaweza kuwa na panga, una bunduki nzuri kabisa, lakini hujui kuitumia, haina kazi kwako. Ndicho kinachotokea sisi leo mtu. Una Yesu ndani mwako, lakini hujui mamlaka ambayo ameachia ndani yako ambayo unaweza kutumia ile mamlaka iliyokuwa nayo. Kuna mambo yanatokea kwa sababu hujui mamlaka. Kwa hiyo sana unaweza ukawa unakosa kidogo kwa sababu ni sheria. Ungejua tu ndai ukapata. Lakini kama hujui sheria, ukaona just make maisha kinyonge hapo kumbe umekupita ambayo sio pale. Unajua tu kadai ya kuzama. Ndipo ilivyokuwa kwa Mungu. Tumeokoka ni kweli. Yesu ameingia ndani mwetu naye kweli. Sio kwamba Mungu atulinda na kulinda sana kujia sana. Lakini kuna maeneo ni lazima tena. Ili upate na ili lake ndani. Kwa sana. Biblia tulikuwa nayo imejaa ahadi. Kwa sana. Imejaa ahadi nyingi sana. Hizo ahadi tupate. Tufanyeje? Ndani. Tutamdaije? Anasema Yesu lakini sasa sasa ujue hata amesema wapi atafanya. Bwana sana. Na anataka ile akupe uelewe. Lazima utawafika hapo mnaolia asubuhi mpaka jioni. Haisaidii. Bwana siwe. Haisaidii. Utakuwa umetia huruma asubuhi mpaka jioni. Uongee chochote, haisaidii. Sisi na watu wa Mungu. Sisi niseme nini? Nataka niseme, sijui. Ila niseme tu Mungu aniongoze tu, mambo ni mengi. Nataka niongee kitu kinachotokea. Jua kutumia mamlaka uliyokuwa nayo ya damu. Tulipo hivi hatuna haja kabisa ya kubaki chochote kile. Na nashukuru Mungu tangu nitoke sijawahi kubaki chochote. Na mpaka sasa hivi niko hivi yani. Nashangaa tu yani
wakati mwingine najiuliza, Mungu alilindaje hivi? Unalindaje yani? Kama watu wanamiliki uchawi, wanamiliki nini ili ziwalinde, mimi sina ili sina nini, inakuwaje? Mungu haimaanishi kwamba hatukutani na mabaya, sio kwamba yakukuta, yapo, ila Mungu anafanyeje? Anatulinda, anakuepusha nayo. Hayo ni machache, yako mengi ambayo unayahitaji kwa Mungu, hata kwenye unayohitaji ambayo unahisi kama haiwezekani, ila ujue kuitumia damu ya nani? Yesu. Uliokuwa damu ya nini? Ishamweka tayari msalabani kwa ajili yetu. Tayari ishamweka. Haitaji kumweka mara 3 bwana, ishamweka tayari. Ni wewe utakuitumia. Damu ya Yesu ina nguvu sana. Ukijua kutumia damu ya Yesu vizuri, hakuna kama kitakuopisha. Bwana Yesu sana.